Before mimi sijamjua Mungu, nilikuwa nakaa huko, ilikuwa ni rahisi sana criticize na kuhukumu wenzangu. Yaani yule mchungaji mzima amefanya hivi, amefanya hivi, amefanya hivi. Lakini nilipokaa chini, nikaanza kusoma Biblia, nikachukua muda wangu, nikaanza kusoma kwenye Biblia, nikaanza kujua okay, kumbe hata mchungaji anaweza akaanguka. Na Biblia tuambia misingi ya mwenye haki ikiharibika atafanya nini? Kuna wachungaji wapo, mchungaji kabisa amepakwa mafuta, lakini kuna kitu kinamkokota vibaya mno. Kwa hiyo inabidi arudi kule akatengeneze misingi ili akae sawa. Ndio maana tukiangalia Ezekiel aliambiwa, katengeneze mambo ya nyumbani mwenu. Usipotengeneza utafanya nini? Utakufa. Kwa hiyo kabla yeye alivogeukia ukuta, kabla nabii Isaya hajafika mbali, Mungu akamwambia rudi kwake. Kwa hiyo ukisoma Biblia utaona hautahukumu, kwa sababu watu wote duniani wapungukiwa na utukufu wa Mungu. Kila mtu anao la kwake. Yaani wewe unaweza ukawa mbea, huyu akawa muongo, huyu akawa mzinifu, yule pale akawa mwizi. Kwa hiyo kila mtu anacho cha kwake. Ukisoma kwenye Warumi 8 mstari wa 26 nasema Roho Mtakatifu anatusaidia katika udhaifu wetu. Kwa hiyo kumbe kila mtu anao udhaifu wake. Ili uweze kuyashinda madhaifu unahitaji kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini kitu kibaya kabisa ambacho sisi tunacho, sisi ni makriticizer wazuri sana na kuona wenzangu wabaya, kwa sababu wale wako kwenye dhambi, wale waongo, hawamjui Mungu. Yaani kila kitu na criticize. No. Kila jambo lina majira na nyakati wake. Kama mimi nimepata neema, basi najua wengine ambao hawajapata neema, majira yatafika wa kumjua Mungu. Yaani wakati sahihi, afu Mungu anasema, yani yeye ndo ametuita, ametuchagua. Kwa hiyo kumjua Mungu pia ni kuchaguliwa. Sio, umenielewa? Biblia inatuambia usihukumu usije ukahukumiwa, usilani usije ukalaaniwa. Kwa hiyo utapanda kile unachokifanya nini? Unachokivuna. Kwa unakuta maisha yetu ya mengi sana yako hapa kwenye kinywa chetu, kusema, kuhukumu, kuzungumza, sio kufanya nini, sema uzima na umauti katika uwezo wa nini? Wa ndimi zetu. Kwa hiyo unakuta tunajiua sisi wenyewe. Kwa hiyo kwenye uokovu Biblia inasema kumcha Bwana chanzo chake ni hekima na maarifa. Kwa hiyo ukianza kumtafuta Mungu, automatically kuna vitu vitakuwa vinajichuje.